Wapendwa wangu, kokote mliko na kuweza kuisikia sauti hii, nina wasalimu katika jina zuri sana la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni mimi ndugu yako, mtumishi mwenzako, Askofu Dr. Frederick Simon wa kanisa la Pentekoste PCCT hapa Dar es Salaam. Hapa katika mji mdogo unaoitwa Tegeta, karibu ya uwanja wa Mkanada hapa. Kukaribisha sana, kukaribisha tujifunze kwenye darasa letu hili ambalo tunaliita chuo cha Biblia. Hiki ni chuo cha Biblia kwa sababu tunatamani kujifunza neno la Mungu kwa kina. Sasa ukipenda kujifunza na upate ufahamu zaidi na upate vitu vingi zaidi, kumbuka kusubscribe. Bonyeza hicho kitufe chekundu, utakuwa umejiunga kwenye familia hii na utakuwa unaweza kupata masomo haya kirahisi zaidi. Tumejifunza masomo mbalimbali, lakini somo ambalo ninalo sasa ni habari ya mambo ya siku za mwisho. Na katika mambo ya siku za mwisho sasa ninafundisha kuhusiana na hukumu ya watakatifu. Hukumu ya watakatifu. Na tumeanza kuangalia aina 7 za hukumu. Baadaye tukaangalia aina 4 za wateule. Na sasa ninakwenda hatua nyingine mbele. Tujifunze, upate vitu. Kama unaweza kuandika haraka, itakuwa ni jambo la maana sana. Lakini pia hata vitabu ninavyo vya masomo haya, unaweza kufaidika pia kwa kujipatia nakala ya vitabu hivi. Sasa ninataka nizungumzie kuhusu hukumu yenyewe ya watakatifu. Itakuwaje? Hii hukumu itakuwaje? Katika somo ambalo nimemaliza kuhusiana na aina 4 za wateule, tulieleza mteule wa kwanza ni Yesu. Atawatuma malaika zake ambao na wao ni wateule. Tulisoma pale Mathayo 24 mstari wa 31, na watakwenda wawakusanye wateule. Tukaona katika wateule watakaochukuliwa kati ya namba 3 na namba 4 ni wateule namba 4, yani wale wenye haki. Kwa lugha nyingine watakatifu, kwa lugha iliyozoeleka zaidi waliookoka. Hawa watakwenda wamlaki Bwana mawinguni. Sasa tuanzie pale. Takuwa mawinguni, na huko mawinguni Yesu atakuwa anafanya mambo makubwa mawili, au tutakuwa tunawajibika kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ambalo litachukua miaka 3 na miezi 6, yani sawasawa na miezi 42 au siku 1260. Maanake ukigawanya kwa 30 ya mwezi unapata ni miaka 3 na nusu. Hii miaka 3 na nusu ya mwanzo itakuwa ndio kipindi cha hukumu ya watakatifu. Hukumu hii ambayo ninakwenda kuielezea. Lakini miaka 3 na nusu ya mwisho sasa itakuwa ni kipindi cha kinaitwa ni kipindi cha harusi ya mwana kondoo, ambapo watu wanasema tutaimba, tutacheza, tutarukaruka na kadhalika. Wakati huo sisi tunafurahi na harusi ya mwana kondoo. Miaka 3 na nusu ya mwisho duniani hapa itakuwa ndio kipindi cha dhiki ambayo ni kuu, mateso makubwa sana kwa watu wote ambao watakuwa wakupata neema ya kunyakuliwa. Kwa hiyo tutakuwa na mambo hayo mawili. Sasa nilieleza katika kipindi kilichopita, ikiwa tunasema habari ya hukumu ya watakatifu, hukumu ya watakatifu inahusiana na nini? Nilieleza Warumi 8 mstari wa 1, nasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walioko katika Kristo Yesu. Nataka nikutie moyo wewe uliyeokoka. Wewe ambaye umeokoka, haijalishi kwamba kanisa lenu ni kubwa au ni dogo, ni zuri au mnaabudu chini ya mti au uko chini ya jiwe, alimradi umemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi, ukampa tawale maisha yako.
hakuna hukumu ya adhabu juu yako. Hukumu zote za adhabu zinawalenga wenye dhambi na watu wasiomcha Mungu. Biblia inatuambia kwa sababu mtu unapokata roho tu katika maisha haya bila kuokoka, tayari umekwisha kuingia kwenye hukumu. Kitabu kile kinachoitwa Waebrania, sura ile ya 9. Kitabu hiki kinachoitwa Waebrania sura ile ya 9 na mstari ule wa 27, anasema kwa maana vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. After death, what follows? It's a judgment. Judgment follows after death. Kwa hiyo baada ya mtu kufa, kinachofuata ni hukumu. Sasa wakati watu wanahangaika, Mungu huyu marehemu mweke mahali pema peponi, kisha hukumiwa zamani, hata kabla hamjaanza ibada hiyo ya kifo. Kwa hiyo mtu ili uweze kusalimika na uweze kupona hukumu mbaya ya adhabu ijayo, ni vizuri kumwamini Yesu mapema, kujikabidhi kwa Yesu, kumpa Yesu maisha yako, afanyike Bwana na Mwokozi, bila kujalisha heshima au cheo na mali, utajiri na magari makubwa unayotembelea. Usijali ile. Wewe angalia kwamba Yesu Kristo amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sasa ikiwa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, hii hukumu ya watakatifu ni hukumu gani? Ambayo pia inaitwa ni hukumu ya kanisa, ambayo ndio eklesia kwa maana ya Kiunani, eklesia. Hukumu hii au hukumu hii ni hukumu gani sasa? Hii ni kuvikwa taji, au kwa maneno mengine tunaweza tukasema ni kupewa thawabu, kupewa tuzo kwa kazi ambayo tumeifanya tangu dakika ile ulipookoka mpaka wakati huo, au wakati ambao umekufa. Umefanya nini mbele za Mungu? Kile kitu kinathaminiwa sana, na hapo ndipo watu watafika mahali watasema, ningejua ningemtumikia Mungu kama vile nakufa kesho. Kwa nini? Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 10, Paulo anawaandikia Wakorinto, anasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Kiti cha hukumu cha Kristo. Hiki kiti katika lugha ya Kiunani kinaitwa bema. Kiti cha bema, vikiwa katika wingi vinaitwa bematos. Majina ya Kiunani haya kwa sababu Wayunani unajua ndio waanzilishi sana wa mambo ya michezo, hasa mbio za Olimpiki. Bema, kiti cha hukumu cha Yesu Kristo kinaitwa bema. Alafu anasema ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kila mtu atapokea ijara. Ijara ni mshahara. Ijara maana yake malipo. Ijara maana yake tuzo baada ya kazi. Ni nini utakacholipwa baada ya wewe kuwa umekwisha kuondoka? Utalipwa kitu gani? Ni nini unachotarajia ukipate baada ya kuwa umetoka kwenye mwili huu? Hili ni jambo ambalo unatakiwa uanze kulitafakari bado mapema kabisa, kabla ya kufa. Anza kutafakari kwamba mimi katika huduma hii pamoja na wokovu huu, mbele huko naenda kupata mshahara gani? Yesu atakapokaa kwenye kiti cha hukumu, kumbuka hiki kiti sio cha hukumu ya adhabu, ni kiti cha hukumu ya kuwapa watu tuzo, kuwapa watu thawabu kwa kazi waliotenda walipokuwepo hapa duniani.
Katika Kiingereza cha King James anasema, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Kumbe mtu anaweza kuwa anatenda mambo mabaya lakini bado kaokoka. Sikiliza nikuambie, utashangaa kwa nini nakuambia mambo haya. Kuna mtu mwingine kaokoka na anafanya mambo mabaya. Nitakwambia, subiri tu, endelea kusikiliza. Na yule anayepima ni huyu Yesu ambaye amekaa kwenye kiti cha hukumu cha bema. Bema ambayo sio kiti cha hukumu cha adhabu, hapana. Ni kama vile Wayunani wakati wa mbio za Olimpiki, mtu alikuwa anakalia kiti kwenye kamba, karibu na kamba namna hii. Watu wanazunguka uwanja wa mpira. Yule wa kwanza anapokelewa kama mtu wa kwanza, na anayethibitisha ni yule aliyekalia kwenye kiti. Mtu wa pili naye vile vile. Kwa hiyo thawabu au tuzo zinazidiana kutokana na namna ulivyofanya bora zaidi. Hata wale ambao labda walijaribu kujikongoja wakafika kwa kuchoka, na wao watapewa basi. Jamani, hata kama hatujawapa tuzo kubwa, basi angalau muondoke na jezi, ondokeni hata na t-shirt, na ninyi muwe mnakumbuka kwamba mlishiriki. Hawapeleki gerezani, hawawawi, wanapongezwa, lakini kwa kiwango walichofanya. Sasa wewe ambao umeokoka, umempa Yesu maisha, piga mbio, fanya bidii, pata tuzo ambayo wewe mwenyewe utaifurahia siku ile ukifika. Na nimekuambia, na nikuambia pia katika kipindi kilichopita, mhukumu wa haki sio Mungu Baba, ni Yesu Kristo. Ndiye atakayewahukumu watu wote. Katika Injili hii iliyoandikwa na Yohana, Injili hii iliyoandikwa na Yohana sura ile ya 5, kuna maandiko ambayo nilijaribu kukusomea. Tuanzie mstari wa 22 tusome mpaka 23. Nasema tena, Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa mwana hukumu yote. Mstari ule wa 23 anasema, ili watu wote wamheshimu mwana. Mwana anayetajwa hapa ni Yesu Kristo. Wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Mimi huwa nacheka kidogo ninapoona watu wanasema, sisi tunamjua Mungu, Yesu ni mtu wa kawaida tu, ni mtume tu wa kawaida. Hakuna mwingine aliyepewa kuwa mhukumu siku za mwisho kwa niaba ya Baba, ni Yesu Kristo. Sasa jiweke karibu na hakimu ili akuhesabie haki. Anasema, asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Kikataa kumheshimu Yesu Kristo, basi hata Mungu anaona humheshimu. Kwa mimi ninachopenda niseme, katika hukumu ya watakatifu, kila mmoja lazima awe amejiweka kwa Yesu Kristo inavyopaswa. Sasa tupige hatua mbele. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakorinto, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto, sura ile ya 3 mstari wa 11 unakwenda mpaka mstari ule wa 15. Kuna maneno ya ajabu sana. Biblia inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu, fedha au mawe ya thamani, au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Mstari wa 13 anasema, maana siku ile itaidhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu.
Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Lakini ni kama kwa moto. Kwa Kiswahili cha kisasa tungesema ataokolewa kama mtu aliyenusurika kutoka kwenye moto. Msikiliza, kumbe tutanyakuliwa wote tuliomwamini Yesu. Wote, wadogo kwa wakubwa, wenye cheo na wasio na cheo. Kila aliyemkubali Yesu, wote tutanyakuliwa. Tutakuwa mawinguni. Pale wengine wanasema ni pale kwenye uvutano wa kuja juu na kuja chini. Watu wanasema ni kama maili 12,000 kutoka usawa wa bahari. Usawa wa kuja juu na kuja chini. Nikisema hivyo wengine hawezi kulielewa. Unaona nikirusha kitu hivi kinateremka tena chini. Lakini kuna mahali huko juu ukikirusha hivi kinaendelea, hakirudi chini. Sasa pale katikati ndio watu wana theolojia wanasema yamkini akafikia pale. Maana anakuja anakuwa mawinguni. Watakatifu wote tuliomwamini Yesu tunaokolewa. Sio wenye dini, kumbuka. Sio Wakristo waliovaa jina. Sio Wakristo wenye nembo ya ubatizo lakini hawaishi maisha ya Kristo. Namaanisha wale waliomaanisha kuokoka. Hawa sasa tutakapokuwa kule, kitu cha kwanza kabisa Yesu anatupa thawabu, anatupa malipo, anatupa tuzo, anatulipa kwa mambo tuliyotenda katika mwili. Na haya mambo sasa yanaonyeshwa katika sura 2 tofauti ambazo Paulo anapoandikia katika waraka wake wa kwanza au wa Korinto, anasema wengine katika kule kulipwa watapata dhahabu, fedha na mawe ya thamani. Lakini kumbe kuna kundi tena, ni kweli wamenyakuliwa, lakini watapewa majani, manyasi na miti. Najua hizi ni lugha za mifano ili tuweze kuelewa vizuri. Najua Paulo alikuwa na hekima ya kuandika ili tuweze kuelewa vizuri. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba tutakapokuwa mbele ya Yesu Kristo, mbele ya kile kiti cha bema, kuna watu watakaopata tuzo ambazo hazitateketea, za kudumu. Lakini wengine zitateketea, yaani hazitakuwa za kudumu. Kwa sababu gani? Pale mstari wa 18 anasema kazi ya mtu ikikaa atapata thawabu. Fikiria umepewa dhahabu. Dhahabu ikipita ndani ya moto inang'aa. Na Biblia inatuambia katika kitabu kinachoitwa Waebrania, sura ile ni sura ya 12:29. Anasema Mungu wetu ni moto ulao. Sasa kama Mungu ni moto ulao, dhahabu ikipita ndani ya moto, si ndio inang'aa zaidi? Haiteketei. Majani, manyasi na miti hivi vinateketea. Na ndio wale watu wanaonekana wamepata hasara. Umeishi duniani, umeokoka, umenyakuliwa, umekwenda mbinguni, lakini vyote ulivyovifanya vimekuwa ni sifuri. Na mimi nitakwambia sasa ni namna gani, kwa nini watu wengine wapate dhahabu, wengine wapate majani, manyasi na miti. Yamkini ni mchungaji mwenzako, mchungaji tena wote mko dhehebu moja, au ni mwana kwaya, mwimbaji mwenzako, mnaimba wote kwaya moja, mnasali kanisa moja. Huyu anapata dhahabu, huyu anapata majani, huyu anapata fedha. Fedha ni madini. Usichukulie fedha kama mane. Fedha kwa tafsiri ya silver. Madini yale yanayoitwa fedha. Mwingine anapata manyasi, mwingine anapewa mane ya thamani, precious stones, kama vile tanzanite. Mtu anapewa tanzanite ya kiroho, mtu anapewa almasi. Wewe unaambiwa uchukue miti, ambavyo vile vitu vingine vikipita kwenye moto vinateketea vyote. Unapita, unakuwa salama, umeokoka, lakini huna taji hata kidogo. Wengine wanang'aa, wengine wanakuwa na utukufu, lakini wewe unakuwa hauna utukufu. Kwa nini? Nitakuja nikuambie. Kwa hiyo lazima ujue
kwamba kwa nini tutakuwa katika makundi mawili. Kutakuwa na kundi la vitu visivyoteketea, vinavyodumu, ambavyo tumesema ni dhahabu, fedha na mawe ya thamani. Lakini kuna kundi la watu ambao wanapewa taji ya vitu vinavyoteketea, yaani majani, manyasi na miti. Na Biblia inasema kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Na nikwambie kweli, katika hukumu hii ambayo Yesu amekalia kiti cha bema, hakuna atakayeonewa. Itakuwa ni hukumu ya haki. Hakuna atakayelalamika, hakuna atakayekata rufaa. Itakuwa ni hukumu ya haki ambayo kila mmoja atakapopewa atasema, kwa kweli hii hukumu inanistahili. Hebu fikiria maisha uliobaki nayo mpendwa. Hebu jijengee basi kwenye msingi huu ambao ni Yesu Kristo, vitu ambavyo vinadumu, vitu ambavyo havitaharibika. Okay, ngoja nikueleze mambo machache yatakayosababisha watu wapate hasara kwenye taji zao. Namba moja ni watu kuchukua utukufu unaomstahili Mungu. Watu kuchukua utukufu unaomstahili Mungu. Hiyo ni kigezo cha kwanza kitakachowafanya watu wapate majani, manyasi na miti. Unaona, kuna watu ambao wanamtumikia Mungu vizuri, na ninyi ni mashahidi. Wako watumishi wazuri sana, lakini wakishatumika sasa wanaanza kupandisha mabega kwamba sisi ndio sisi. Kina Paulo na Apolo wakufanya namna hiyo. Waliwakemea Wakorinto kwamba sisi ni nani? Anayekuza ni Kristo. Mimi nimepanda, Paulo ametia maji, lakini anayekuza sio mimi, sio Paulo, sio Apolo, ni Kristo. Kwa hiyo mimi ninachopenda kusema, katika huduma yoyote Mungu anayokujalia kuifanya vizuri, kama mhubiri mzuri, kama mwalimu mzuri, kama mwimbaji mzuri, kama mshauri mzuri, hebu jishushe, jione wewe ni mtumwa tu, ni mtumishi tu. Mahali pengine Paulo anasema sisi ni watumishi tusio na faida. Anatufundisha, ni Yesu aliwafundisha watu, anasema jione ni watumishi msio na faida. Katika mambo yote ambayo unatumika vizuri, hebu muinue Yesu Kristo. Na wakumbuka wazee wetu waliotumika kwa unyenyekevu mkubwa, na leo wako mbinguni wanamtukuza Yesu kule. Naamini namna hiyo. Kama baba yangu wa kiroho mzee Enos Andrea Nkone amekuwa mtu wa baraka. Kuna wazee wetu akina Andrea Shimba wamekuwa watu wa baraka. Akina Haris Kapiga, wale wazee wamehubiri injili ya kweli iliyonyoka, na hawakuwahi kujikweza kwa dakika yoyote. Kichukulia akina Kakete, Simon Kakete na wengine mnawafahamu huko kwenu, wale wazee wa zamani. Tofauti na kizazi cha leo, Mungu akikutumia tu kidogo, unatoa kapepo kamoja, tupepo tuwili, tayari unajinadi, mimi ndio kiboko cha mapepo, hakuna kama mimi. Hata kialikwa mahali unatoa masharti, utafikiri sijui wewe ndio unaombwa visa ya kwenda Marekani. Mimi ni kuombe hivi, nyenyekea, jishushe. Kama Mungu anakutumia kwa viwango vikubwa, watu wakakupigia makofi, wakakuinamia, waambie mimi ni chombo cha Bwana kisichokuwa na faida. Anayetenda ndani yangu ndiye kayatenda haya, si mimi. Unapochukua utukufu unaomstahili Bwana, ile itakusababishia usiende motoni, kwa sababu umejenga juu ya msingi Yesu Kristo, lakini itakupa hasara ya taji siku ya mwisho. Mambo mengine ngoja niseme haraka. Jambo la pili ni udhaifu wa kiroho. Udhaifu wa kiroho, spiritual weakness. Unakuwa ni dhaifu kiroho. Umeokoka, hutendi dhambi, lakini kwenye maombi huendi, kwenye mafundisho dhaifu, kwenye kila kitu unasukumwa, hata huduma ufanye huduma yoyote. Hata watu wakikuuliza unafanya nini kanisani, unasema mimi mshirika wa kawaida tu. Mimi mshirika. Hatutaki washirika wa kawaida.
Ukiingia kanisani umeokoka, fanya kitu. Hujui kuhubiri, hujui kufundisha, fanyia kanisa. Futa viti vya kanisa. Fanya kazi hata kwa mchungaji wako, kateke maji, pika. Fanya kitu, jambo fulani kwa ajili ya Bwana, na wewe uwe bize na jambo fulani. Sasa unaposhindwa kufanya chochote, unakuwa ni dhaifu tu kiroho. Wewe kazi yako ni kwenda kanisani, simama unasimama, kaa unakaa. Na wengine mpaka inafika mahali wakiambiwa tusimame, jamani, hawasimami, wanabaki wamekaa. Pole sana na kusikitikia. Ni kweli utendi dhambi, ni kweli uzini, ni kweli uvuti sigara, lakini majani, manyasi na miti yanakuhusu. Badilika leo. Kundi la tatu ni ambalo watapata majani, manyasi na miti ni wale wanaosababisha migawanyiko makanisani. Kanisa la Mungu ni familia. Hatuhitaji migawanyiko. Paulo aliwakemea watu wa Korinto. Anasema, kwa nini wengine mnasema mimi wa Paulo, wengine wanasema mimi wa Apolo, na wengine wanasema mimi ni wa Kristo? Je, Kristo amegawanyika? Jibu ni hapana. Sasa ninyi mnagawanyika kwa namna gani? Tunapokuwa tumeokoka, hatuangalii migawanyiko ya namna yoyote, kwamba mimi sijui ni mtu wa kiwango cha juu, ni tajiri. Mimi sijui ni mtu wa kiwango cha juu, ni msomi. Mimi ni mtu wa kiwango cha juu, sijui nina cheo. Hivi vyote hatuvihitaji kanisani. Hivi ni kwa faida yako na Mungu wako na familia yako. Lakini unapokuwapo kanisani, jua wewe ni memba, ni mshirika, ni kiungo tu ndani ya mwili wa Kristo, ambapo Yesu ndiye kichwa. Kwa hiyo hakikisha mgawanyiki kimatabaka. Hamweki matabaka ya matajiri, matabaka ya maskini, matabaka ya wasomi, matabaka ya mbumbu, matabaka ya makabila. Sisi ni kabila fulani, mnaweka na vyama vyenu vya ukabila kanisani. Kwa Wakristo hiyo haitakiwi. Wanaoweka vitu hivyo ndani ya makanisa, sisi Wagogo, sisi Wasukuma, sisi sijui wanani, mnaweka makundi, ile itawasababisha mpate majani, manyasi na miti, kwa sababu mnaleta migawanyiko badala ya kupata thawabu ya dhahabu, fedha na mawe ya thamani. Katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28, Paulo aliwaandikia Wagalatia, anasema, hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Haleluya! Shikilia hilo. Hata kama ungekuwa wewe kwenda sokoni tu unatumia helikopta, wenzako wanatembea kwa miguu, jua wote mbele za Mungu ni kitu kimoja. Jambo la 4 na la mwisho kwa leo ni utoaji wa sadaka usiostahili. Mtu anatoa sadaka isiyofaa. Sizungumzia habari za zaka hapa. Zaka lazima utoe kamili. Lakini unapotoa sadaka ambayo ina kilema, hata kondakta wa Kongo wanaita konvoyeri wa kwenye basi, anaikataa hiyo pesa, ndio unaichukua unapeleka kuitolea sadaka. Hapo unatengeneza majani, manyasi na miti. Mwingine ana noti limeharibika, limechoka, na anapeleka kwenye chombo cha sadaka. Hata wale mashemasi kukunjua wanafanya kazi mpaka watafute nafasi ya kuwasaidia kunyosha. Hasara hiyo, utapata thawabu. Kwa hiyo haya mambo 4 ndio yanaweza kuwafanya watu kwenye hukumu ya mwisho wapate hasara. Angalia pale katika kitabu kinaitwa Mithali sura ya 3 mstari wa 9, lazima muheshimu Bwana kwa mali yako. Unapotoa, toa kitu kizuri, kitu ambacho wewe mwenyewe unakipenda, kinagusa moyo. Hicho ndio utoe kwa Mungu, na Mungu anafurahia sadaka za watu wa namna hiyo. Mpendwa wangu, mimi ni kushukuru, lakini nimalizie kwa andiko moja kabla sijamalizia kabisa, ni kwamba hukumu hii ya watakatifu inakaribia. Waraka wa kwanza wa Petro
kwa watu wote. Sura ya 4 mstari wa 17 anasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni kwa watu waliookoka, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu itakuwaje? Pendwa wangu, sio mbali, kanisa linanyakuliwa na hukumu ya watakatifu inaanza mara moja. Pale ulipokuwa unalegalega, pale ulipokuwa unafanya vibaya, hata umejijenga, ni kweli umeokoka, utendi dhambi, lakini hujafanya mambo mazuri, ndio yale ambayo yametajwa kwamba ni mabaya, wananyakuliwa na mambo yao mabaya. Unamchelewaji kanisani, ni mambo mabaya. Unasinzia kwenye ibada, ni mambo mabaya. Hayakupeleki motoni, lakini yanakusababishia upate hasara ya taji. Rekebika leo, jishauri na urekebike leo, na Mungu atakusaidia. Baada ya somo hili niseme, Mungu wangu akubariki. Nikukaribishe tena kwenye darasa letu la chuo cha Biblia. Nikimaanisha nina chuo cha Biblia hapa Dar es Salaam, kinaitwa Dar es Salaam School of Theology. Ningetamani nikuone unajiunga. Namba yangu utaione napita hapo, lakini kwa wale walioko nje ya nchi, anza na alama ya kujumlisha, weka 255 na 755 911 332. Na hiyo namba ambayo nimekutajia pia inatumika kwenye M-Pesa. Ukitaka kusupport kazi hii iweze kuendelea, inatumika pia kwenye M-Pesa. M-Pesa inatumika sehemu nyingi duniani, hata kama si pote, lakini sehemu nyingi unaweza kuweka sadaka yako hapo na Mungu atakubariki. Mimi ni mtumishi mwenzio, Askofu Frederick Simon wa Dar es Salaam Tegeta. Nimekumbuka kuna vitabu hapa vingi tu, na vitabu vingi utaviona kwenye klipu zingine. Jipatie vitabu, nimeandika vitabu 18 ambavyo vinaweza vikakufungua kabisa katika huduma mbalimbali na ikakusaidia. Hata kama uko nje, dola 100 tu hii unapata vitabu vyote. Dola 100 unajipatia vitabu vyote. Basi nikutakia neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Shalom, shalom.